Kwa haraka haraka leo tujadili Gen Z na serikali, nani atashinda? Tunaona serikali imeng'ang'ana kupambana na Gen Z, lakini bado Gen Z ndo kwanza wanaanza. Alafu pamoja na serikali kutumia nguvu kubwa sana kupambana na hao Gen Z ambao hawajawahi kurudisha ile mpambano wa kinguvu, lakini bado hawajakata tamaa, wanaendelea kupambana, wanaendelea kuibuka wapya, wanaendelea kupanga mikakati kila siku. Mpaka kwa upande wa serikali tunaona ni nguvu. Hakuna mikakati yoyote zaidi ya kuongea sana, kuchomeka UVCCM, sijui kutukana, vitu kama hivyo. Sasa basi, ni nani anaye mpango na system ya muda mrefu? Tuangalie mpango wa Gen Z na system yao. Gen Z mipango yao ni kuhakikisha wanapata haki zao. Yaani hawataki kuelewa kitu kingine. Wameshindwa maandamano haya na haya, lakini bado wanaendelea kupanga mikakati. Na hapa duniani kabla hujakata tamaa, kuna siku utatoboa. Ipo siku tu utatoboa kama ukati tamaa. So, tuangalie hichi kizazi cha Gen Z na tuangalie na serikali yetu. Serikali inajitahidi sana kupachika vijana ambao ndo watakuwa viongozi wa kesho. Yaani tuseme kwa kipindi cha miaka 10 au vijana tunaoona wanaikuwa kwa undugu, kwa urafiki, kwa utendaji wao wa maovu au kichochote kile kinachofanya CCM waone wana vigezo, wanawapachika pale ili waje waendeleze hii system wanayoijenga sasa hivi ya ukandamizaji wa raia. Sasa Gen Z ndio watakuja kuwa hao raia watu wazima kwenye miaka kuanzia miaka 5-10. Ndio watakuwa wapiga kura, ndio watakuwa raia wakuu wa nchi, ndio watakuwa raia tegemezi, yani ndio watakuwa watu wazima wa hiyo nchi. Halafu jiulize, hao viongozi ambao Gen Z wanashuhudia wanachomekwa huko kwenye madaraka bila vigezo, yani kwa sababu tu ya nduguization, Gen Z watakuja kukubali kuongozwa na watu, watakuja kukubali kuwachagua hao watu. Mtu kabisa unajua kabisa hawa walihusika na October 29th, 2025. Watakuja kukubaliana na huo system.